unisikilize tena. Hakuna mtu atakayekwenda mbinguni kwa sababu anamtumikia Mungu vizuri. Ni lazima aokoke. There is no option. Unaweza kuwa mtumishi mzuri sana, kama hujaokoka, neema yako ni kwamba kwa sababu umelibeba jina la Bwana, hata kusahau, atakufuata kwenye kona, hatakwambia najua umenitumikia miaka mingi sana, lakini ukifa jinsi ulivyo, huji kwangu, tengeneza mambo yako. Nilikuwa kwenye mkoa mmoja wakati wa Pasaka, tulikuwa wahubiri wengi sana, na rafiki yangu mmoja alitangulia akahubiri. Ilipofika saa ya kuita watu kuokoka mbele, akaniita akasema, Mwakasege, nisaidia hapa, endelea na hii. Akateremka kwenye madhabahu, nikapanda, nikaita watu kuokoka, wakatoka watu wengi sana. Afu ghafla Roho Mtakatifu akanisemesha jambo, akaniambia, yuko mtumishi wangu hapa sasa, ni mtu mzima, yani ni mzee, na muda wake wa kuondoka duniani umefika. Amenitumikia sana katika kupanda makanisa, maanzisha makanisa pale, meanzisha kanisa pale, meanzisha kanisa pale, hayo makanisa yanaendelea. Alafu Roho wa Mungu akaniambia, lakini hajaokoka. Mwambie aje ashirikiane na hao wengine, afanye sala, basi akifa jinsi ilivyo atakuwa ametumika na haja kumsaidia. Paulo aliandika, nisije nikawasaidia wengine nikawa mtu wa kukataliwa. Hii ni kitu halisi kabisa, sio kitu cha kucheza nacho. Kwa nikaita, nikatamka hivyo hivyo, kuna mtu mzee yuko hivi na hivi na hivi, asonge mbele, naye anatakiwa kuokoka. Nikamwambia, mzee, watu wengi wanaokuzunguka kanisani kwako wanajua umeokoka miaka mingi. Baba, hujaokoka, songa mbele. Tulikaa kama dakika 10 na msubiri. Mwishoni akatoka. Mimi simjui, lakini wale waliokuwa pale wanamfahamu, wakaanza kushangilia na wengine wanalia. Kitu gani Mungu alichofanya? Huwezi kubeba jina lake kwa uaminifu miaka yote hiyo, alafu inapofika mwisho Mungu asikukumbuke. Unaweza ukambishi wewe mwenyewe, lakini uwe na uhakika atakutengenezea mahali pa njia panda ili uweze kuamua, na atakukumbusha umewasaidia wengi sana. Ni zamu yako na wewe kupita kwenye lango hilo hilo ambalo ulikuwa unapitisha wengine. Haleluya, haleluya. Alikuwa ananisimulia baba mmoja ambaye alikuwa mvutaji sigara sana, lakini Mungu alimpa kitu cha ajabu sana. Anawapeleka watu kwenye mikutano ya kiroho, yeye mwenyewe hajaokoka. Akisikia mahali watu wanahubiri, watu wanaokoka, atachukua na rafiki zake, anasema twendeni, kuna mkutano. Yeye mwenyewe hajaokoka. Ikifika pale anawaambia mara moja tu, simesikia kila anachosema pale. Wale wote ambao hawajaokoka wanatakiwa kwenda pale. Haya, nendeni. Kwa anawasukuma wenzake, wanaenda, wanaokoka. Yeye anatoka hajaokoka, anaendelea na sigara yake. Anasikia mkutano mwingine, anavuta wengine hivyo hivyo, wanaokoka. Miaka na miaka. Afu ghafla Mungu naye akampeleka njia panda, akasema, na wewe sasa ni zamu yako. Akaokoka. Haleluya, haleluya. Nilienda mkoa mwingine, nikasimuliwa habari nyingine. Mchungaji ameenda shuleni, kahubiri na kufundisha kitu cha wokovu kisawasawa. Alafu akamaliza, hakuwasaidia kitu kingine chochote, akawaombea tu kawaida. Darasa likaisha. Mtoto mmoja ambaye wakati ninaongea naye sasa ananisimulia, na sasa hiyo ni mtumishi, tulikuwa tunahubiri naye. Sasa ananieleza hizo ni habari zilizompata yeye. Anasema, nikiwa shule nimehubiriwa namna hiyo, nikasikia ndani yangu mzigo wa kutaka kuokoka. Akamfuata yule mchungaji baada ya darasa, akasema, mchungaji, umehubiri, nimesikia moyoni mwangu kutaka kuokoka, hebu niongoze nipate kumpokea Yesu, niongoze sana. Mchungaji alikataa, akasema, hicho kitu hakiko kwetu. Inamaanisha hata yeye alikuwa hajaokoka.
lakini Mungu amemtumia kachapa injili ya wokovu, na mtu akaguswa na akawa tayari, akatafuta mtu mwingine akamsaidia, akamwongoza sala ya toba, na yule mtu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Tumekutana naye kwenye madhabahu, ananieleza umuhimu wa watu kusimama katika utumishi ile, kwamba Mungu anakutumia. Usije ukafikiri hiyo itakupeleka mbinguni. No, damu ya Yesu lazima ikutakase, lazima uokoke, uwe na uzima wa milele. Wanafikiri yule punda aliyeongea na nabii utamkuta mbinguni? Ile kwamba Mungu amemtumia, usije ukafikiri na yeye yuko kwenye listi ya kitabu cha uzima. Hayumo. Haleluya, 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 haleluya. Glory to God, glory to God. Na ukiendelea kutafakari kwa namna hiyo, utaona vitu vya ajabu sana Mungu akifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupeleka kwenye vipengele angalau vichache uweze kuelewa Yesu alipokuwa anapewa jina kwa mara ya pili msalabani. Kuna kitu gani pale? Kuna kitu cha ajabu sana. Naweza nikazungumza nawe wiki nzima, naongea kipengele hicho tu, lakini nakuwekea vipengele vichache hivyo viweze kukusaidia kwa ajili ya kutafakari. Imani yako itaongezeka. Utakuja kugundua kabisa, usipolijua agano jipya na msingi wake uliobeba jina la Yesu, imani yako juu ya jina la Yesu itakuwa na upungufu mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaelewa nilivyomwambia yule kijana aliyeniandikia akiniuliza kwa nini nilikemea pepo kwenye ndoto na likaniuma. Alikemea le nyoka aliyekuwa anakuja kwenye ndoto akiwa kwenye uwanja wa nyumbani mwao, na yule nyoka akamuuma, na alipoamka asubuhi damu inatoka. Si kitu cha hadithi, ni kitu cha kweli. Nikamwambia mimi naelewa. Akasema unaelewaje? Nikamwambia Biblia. Mungu amekuonyesha nyumbani kwenu kuna vitu viwili, kuna uovu na kuna dhambi. Uovu mara nyingi pia ndio unaopata kutoka kitu cha kurithi. Mungu